Kevin Umbadi, National Executive Chairman Bodaboda Safety Association of Kenya. Leo tuko hapa Kisii kwa kuongelesha vijana wetu wa bodaboda, na ni jambo ambalo tumeshikana Mogo, Bajaj, kwamba tunazunguka hii Kenya first of all we are giving back to the society, na kitu kingine ambacho tunafanya ni financial literacy, kwa sababu watu wetu wanachukua mapikipiki, ndio Bajaj inapayana pikipiki, Mogo inaununua inapatia watu wetu, but huyu mtu hii pikipiki inafika mahali haimsaidii kwa sababu hana ile njia ya kuwekeza pesa zake, hajui atawekeza pesa namna gani, anajua kipata ni ya kukula siku hiyo. But we are also training them mambo ya loan, vile atachukua loan mzuri na vile atalipa loan yake vizuri amalize bila kuwa na vikwazo zozote. Kitu kingine ni maneno ya security na safety ya watu wa bodaboda, kwamba hapa tumeona watu wamekufa sana. Kuna ajali imetendeka bodaboda, watu 5 wakakufa kwa pikipiki moja. Pia tunahimiza wasikuwe wanabeba watu wengi wakati wanaenda misafara ya matanga, wasichukue kama ni misafara ya fujo. Ule mtu anataka hata akilala alale na amani, si hata anakufa na watu wengine. Ndio tunasema tafadhali, kama tunaenda kusindikiza mwenzetu, kama alikuwa mwenzetu, msindikize polepole na tusifanye fujo kwa barabara, tusiendeshe pikipiki kwa kasi sana mpaka sisi wenyewe tena tunajipata tumeanguka, tumeumia, tumekufa. Hiyo ni kitu ambayo tunataka tustopishe, na tunaomba serikali, polisi wafanye na viongozi wa bodaboda karibu, kwamba wao watu wenye wanabeba watu 5 kwa pikipiki moja waweze kushikwa. Hiyo nayo tutajaribu kunegotiate na mambo ya kutoweka usalama barabarani, kwa maana anaendaje maisha ya wale bodaboda wenye wamebeba na anaendaje maisha ya wale watu ambao wanatembea kwa njia, hawana shughuli na mambo yao yenye wanafanya. Ya kama ni muhimu sana mwana bodaboda aelewe obligations zake za loan akichukua, so that mkopo ikuwe ni ya kumsaidia maishani na sio kumkandamiza. Now I'll address the allegation ya kwamba customer akiwa karibu kumaliza mkopo bike inachukuliwa. So it's an allegation, na hatuwezi kuwa tumeinvest 44 billion Kenyan shillings only to come and take a customer's bike. Now the circumstances under which bike inaweza chukuliwa ni kama customer hajamaliza mkopo na haja communicate on time. So tunahimiza customers wetu ya kwamba shida ikitokea na uko na mkopo, communicate immediately to the branch manager ama through the customer care, so that to assess the situation at hand na tujue ni solution gani tutakupatia kama mteja. The reason why tutafika kwa that stage where bike inachukuliwa na sio juu iko karibu kumaliziwa, inaweza kuwa kwa any stage of payment for as long as there is default, ni ya kwamba customer communicate on time, because tumeprovide hizo channels aweze ku address it. Tulifanya arrangements na my chairman, tukaelewana pikipiki iko na taa yake. Hii mataa nyingine ya kuongezwa tuliongea na chairman, hizo mataa itolewe. Ndio maana tumepata hata hizo mataa ndio inasababisha watu wengine wanafanya accident, sababu hiyo mataa inamulika ile mwangaza ambao yenye eleweki inatoka wapi ama inaenda wapi. Naitwa Geoffrey Kemboi, engineer. Nasimamia after sales kwa kampuni ya Bajaj. Na jinsi ambavyo umeona siku ya leo riders wa Kisii tumewaleta pamoja kwa CSR activity, na tuko na slogan moja tunaita Pocket Heart and Mind. So tunamaanisha nini kwa kusema Pocket Heart and Mind? Kwamba siku ya leo mwana bodaboda anaweza kuja hapa, bike yake ifanyiwe service, atashiriki kwa michezo, tag of war, tuko na kandanda, tuko na michezo mingi, kulizana maswali, na baada ya hapo wataweza kupata zawadi. So that is why tunasema Pocket Heart and Mind. Siku ya leo wana relax, wanacheza michezo, wanafurahi na bike yao inashughulikiwa. Tunafanya hivi kwa nini? Kwa sababu tumeona sometimes kuna rider anachukua pikipiki, labda hana pesa ya kufanya service, so bike yake inakaa sana bila maintenance. Na sasa tunakuja kama kampuni kuwasaidia kwa maintenance na pia kuwapatia mafundisho. Na kando na hayo, wakati wanashiriki kwa michezo stage moja na stage nyingine, kuna kuwa na utangamano pia. Kama kulikuwa na vita kidogo ama stress, siku ya leo wanafurahi, wanatangamana, tunaleta cohesion. Election. Na sisi kama watu wa bodaboda ndio huwa tunatumika sana kwa cause violence, kuenda kwa misafara na kukosi fujo kila mahali. Nataka kuwaomba vijana wa bodaboda, tusiangalia hawa wanasiasa wanakuja na shilingi 250 kutupatia, tunaenda tunafanya fujo huko, tunakosa chaos, tunapigana,
na at the end of the day sisi ndio tutabaki hapa Kisii ndio kwetu. Wao wakimaliza wataenda Nairobi, wataenda kusalimiana, na walikuwa wanawadanganya mpigane hapa. So sisi hapa tuweka amani, mtu achague mtu wake mwenye anapenda, kwa maana hata kura ni siri yako. Wewe fanya siasa yako, enda upige kura yako kisiri, lakini tusikue tunatumika vibaya kupigana hii tauni yetu. Kuna wale vijana wetu wa security ambao wamekuwa ni kama chombo ya kupiga bodaboda wenzao. Hiyo kitu tunashitumu, na nataka kuambia security team wadili nao head on. Kama mtu mbaya anaruhusiwa, hata polisi haruhusiwi kupiga mtu. Ni kushika, kuweka kwa cell na kufuata sheria vile inafaa. Mtu apeleke kotini kama amekosa. Lakini mtu yeyote hana haki ya kupiga mwingine ati anamweka adabu ama anafanya nini. Na kama wewe ni raia, hauna haki ya kushika pikipiki ya mtu kuiweka mahali. The only police ndio wanakubalika kuchukua hiyo pikipiki waiweke ndani kama mtu amekosa. Na sisi kama viongozi wa bodaboda, kama tunaona mtu fulani amekosa, OCS yako tupige report kwa OCS, OCS achukulie huyo mtu hatua. Tusichukue hatua mikononi mwetu. Jambo ambalo linaweza fanya pikipiki ichukuliwe ikiwa inalipwa mkopo ni wakati customer haja communicate on time kama shida imetokea. Na kwa hivyo tunahimiza customers zetu ya kwamba jambo likitokea, because tunaelewa sisi wote ni binadamu, jambo linaweza tokea la hafla, ajali inaweza fanyika, bike inaweza kuwa kwa accident, it's not in service. Na kwa huo muda tuna encourage wateja wetu wa communicate to us mapema. Tuangalie what options can we give the customer until they come back to their feet. Malalamishi ya kwamba mabodaboda wanabeba watu kupita kiasi. Nadhani tumeweka mikakati mizuri. Tumeongea kutoka stage level, stage chairman, ward and sub county chairs. Kuanzia next week on Monday tutakuwa na operation yetu ya Kisii ya kuangalia mtu yeyote atapatwa amebeba watu excess. Huyu mtu atashikwa, apelekwe kwa kituo ya polisi ili ashughulikiwe. Kitu ya pili, kuna kitu kingine tunaendelea kulalamikia juu ya mabodaboda ama wa vijana wangu, naendelea kuwaelimisha sana. Wasikue wakitembea na watoto wa shule. Hii ni msimu watoto wako nje. Ukipatikana na mtoto mwenye ni msichana mdogo wa umri anafaa kwenda shule, huyu unafaa kuwekwa ndani, na sekta yetu kama bodaboda tumekataa, na sisi wenyewe hatutakubali kutembea na wewe. Kuna mambo tofauti hapa. Kuna financial literacy ambayo inaguzia mambo ya kuelewa mkopo na mambo ya kifedha. So kama Mogo, because that is our play field, kenye tunafanya ni kuelimisha wateja. Jambo la pili, tunaelewa ya kwamba this has to take a stakeholder approach, na ndio maana tunashirikiana na polisi wakati tuko na mikutano kama hii tuna invite traffic commander, wanaelimisha wanabodaboda kuhusu vile ambavyo wanazingatia sheria za barabara, kuvaa helmet, reflector jacket ndio uweze kuonekana vizuri, na pia through the BAK office wana encourage sana riders waende shule wapate driving license ya ndio wakwe responsible. Remember, at the end of the day, what we want to see in this industry, it is formalized, yeah? And it is as much respected as possible, because tunaelewa ya kwamba up to 4.4% of the national GDP inatoka kwa bodaboda. So that's a huge amount when you look at it, and therefore ni vizuri tuchukulie hiyo multi-stakeholder approach to ensure that